Kitazama goli la kwanza jinsi ambavyo lilipatikana ni kwa sababu ni goli ambalo limefanyiwa homework. Halijaja kwa bahati mbaya. Ni kutokana na setup ya Simba waliokuwa nayo. Kwa sababu jana de Tunis walikuwa nazuia zaidi kwenye mid block kwenye 4-4-2. Lakini ukitazama cheat code ya Simba jana first half alikuwa ni Kante. Anaitwa Alassane Kante. Yes. Ndio alikuwa cheat code ya Simba. Mpaka wanatoka nyuma wanafanikiwa kupeleka mipira mingi mbele. Kante ndo alikuwa anafanya kazi. Unaweza ukasema jana alikuwa anatumika kama deep lying playmaker kwa sababu alikuwa anatembea maeneo mengi. Kuna muda utamkuta katikati ya Nangu na The Rock, lakini kuna muda utamkuta hapa na Kagoma, and then kuna muda anaenda kuombea mipira pembeni hapa. Na ni kwa sababu walijua de Tunis wanazuia zaidi kwenye 4-4-2. Kwa hiyo kitu cha kwanza ni kuibite ile line ya kwanza ya de Tunis ambayo ilikuwa na Ogbel na Diakite. Kwa hiyo Kante wewe hutosimama eneo moja, badala yake utakuwa unatembea ili kuweza kupokea pass na kupeleka mipira zaidi kwenye half space. Na ukiangalia Kante akienda kuombea mipira pembeni, utamuona Gueye anaingia zaidi kwenye half space, lakini pia utamwangalia Oula naye anaingia kwenye haya maeneo. Then Chama naye yuko kwenye haya maeneo, lakini pia tunajua jana Simba wameanza na Kibu Denis ambaye pia naye anaenjoy zaidi kushuka kuwa kwenye haya maeneo ya chini zaidi. Kwa hiyo Simba kwenye half space wana watu wanne ambao wanaweza kupokea mipira. Ndio maana unaweza ukaona hata goli lenyewe jinsi ambavyo limetokea. Kagoma alirudi upande wa kulia, Kante akaenda upande wa kushoto, anapokea pass, anaweka kwa Oula ambaye alikuwa ameomba katikati ya winga na midfielder hapa kwenye half space, and then Oula anaingia anakwenda kupiga cross ambayo ilibabatizwa Kapombe akaweka goli. Kwa alikuwa Kibabage ambaye alipiga cross. Kibabage, lakini aliyeomba zaidi alikuwa Oula. Oula, yes. Alipokea mpira kwenye haya maeneo. And then goli la pili of course najiuliza ni kitu gani ambacho kilitokea mpaka defense ya de Tunis ika switch off. Kwa sababu ni cross ambayo imepigwa kwenye box, and then uone kama wanafanya proper marking dhidi ya Simba ambao lazima usifie zaidi movement ya Kagoma ambayo alifanya kwamba mpira ukiwa kwenye box, mimi ni defensive midfielder lakini nitakwenda kuongeza idadi ya watu kwenye box tuweze kupata goli. And then goli likaingia. Baada ya hapo of course wenzangu washazungumza jinsi ambavyo Simba wali switch off. Nadhani kama wewe ni kocha unajiuliza nifanye nini? Yani nimekuja na setup, tumepata magoli mawili, and then wachezaji wana lose concentration, wanatoka mchezoni. Anza kabla hujafika hapo. Ile goli ambalo wamefunga Simba la pili ambalo funga Kagoma. Goalkeeper alitakiwa kufanya bora zaidi. I think hakuwa na chance. Okay, kwa sababu nilikuwa naona kama goalkeeper alikuwa karibu sana na binafsi mimi nadhani defense haikufanya proper marking. Unajua kuna muda unafungwa goli, wewe goalkeeper mwenyewe unabaki kusema kwamba okay, sikuwa na chance. Binafsi mimi siwezi kumlaumu golikipa kwenye lile goli la pili ambalo lilitokea. Kidogo Kante alikuwa na mechi nzuri, and then watu watamhukumu kwa mistake yake aliyofanya. Alikuwa na mechi nzuri sana na huwezi kuacha kumhukumu kwa sababu alikuwa na option zaidi ya 3. Simple pass, just a simple pass, and then anapiga blind pass. Mchezaji anakwenda kuintercept, anafunga goli. Na lazima usifie zaidi sabu ambazo zilifanywa na mwalimu wa de Tunis. Sabu ya anaitwa Bolia, sindio? Kipindi cha pili sabu ya Musaki, zile ni sabu ambazo zilienda kwa vuruga Simba total. Kwa sababu mtu atalaumu defense ya Simba inafanya makosa, lakini tukiwa tumepoteza mpira, nani anaanza kukaba? Ni timu nzima. Kwa sababu tunahitaji pressure, tunahitaji cover, tunahitaji